Miaka 50 si safari fupi. Ni hadithi ya upendo, uvumilivu na kujitoa. Leo tunasherehekea maisha ya wawili waliothibitisha kuwa ndoa si tu ahadi, bali ni safari ya pamoja. Kila hadithi kubwa huanza na mwanzo mdogo. Mwaka 1975 mimi nilikuwa ninafanya kazi Wizara ya Maliasili, makao makuu hapa Dar es Salaam. Kipindi hicho nilikuwa kwenye upande wa utawala nikiwa kama afisa mtendaji. Basi katika utaratibu wa kawaida wa wizara kuajiri, ilifikia kipindi wakaajiriwa mabinti wakati huo, na mimi wakati huo bado sijaoa. Ofisi yangu ilikuwa kwenye ghorofa ya juu, nadhani ya 3 mama ya 4. Ghorofa ya pili ndiko ambako hawa waajiriwa wapya walihitajika. Ilikuja kikundi hivi cha mabinti wazuri 8 mpaka 10 kiasi hivi, waliajiriwa ili wawe posted kwenye sehemu mbalimbali za wizara ile. Sasa kule walikokuwa wamekwenda ilikuwa ni katika idara nadhani ya misitu. Akijua Wizara ya Maliasili ilikuwa ina utawala, ina misitu, ina uvuvi, ina wanyamapori na utalii. Hizo ndio zilikuwa idara zilizokuwa kwenye wizara ile wakati huo, sijui siku hizi. Kwa hiyo hawa walikwenda kwenye idara ya misitu, hapo ndipo walipokuwa wamekusanyika. Pale mimi nilikuwa na rafiki yangu, sitaficha jina lake, ni rafiki ambaye tulikuwa rafiki kwa muda mrefu. Alikuwa akiitwa Ngondae. Yeye alikuwa ni kama supervisor, kama in charge wa ofisini pale. Sasa walipofika hawa, akanyanyua simu akaniambia, brother, huku chini kuna wageni wamekuja. Wageni Basi mimi nikateremka haraka, nikaacha ofisi yangu pale, nikateremka chini. Kufika chini kweli nikakuta kuna mabinti wamekuja pale, wanaelekezwa. Basi katika kuhoji, na mimi kwenye ndoto zangu nilikuwa ninafikiria pengine kwa sababu ninatoka Korogwe ningeweza kupata mtu ambaye tunaweza tukaongea lugha ambayo tunaweza tukaelewana haraka. Lakini pili, kwa sababu pia nilikuwa ninatizama wazazi wangu wanahitaji nini. Kwa hiyo nijaribu kuzingatia mazingatio fulani kwamba at least nikipata mtu anayetoka nyumbani kule akaweza kunipikia chakula ambacho mimi nakipenda cha nyumbani kwetu, akawapika chakula wazazi wangu wakakila bila wasiwasi, na at least na mila na desturi zinafanana, unajua nyakati hizo tena. Basi nikajikuta nimempata huyu binti. Nikamuuliza, wewe unaitwa nani? Akaniambia, mimi naitwa Joyce Muhina. Wewe Muhina, lazima utakuwa ni mtu wa Tanga. Akasema, mimi kwetu ni Tanga, ndio wilaya ya Handeni, ni Mzigua. Kaambia, safi. Basi ndio pale tulipoanza uhusiano wetu kusema kweli. Tulikutana hapa Dar es Salaam mwaka 1975. Tulikutana pale wakati ule mimi naajiriwa forestry, maliasili, nilikuwa katika idara ya misitu, ndio tulikutana naye pale.
Mimi maisha yangu ya ubachela yalianza tangu ninasoma secondary school. Nilikaa Magomeni Mapipa pale mtaa wa Wazani, nikiwa ni mpangaji tangu ninasoma, kwa sababu nilikaa na wajomba zangu, then wajomba zangu wakapata transfer, mmoja akaenda Kilimanjaro huko, mwingine akaenda Lindi. Kwa hiyo mimi nikawa nimebaki pale. Sasa ninapotoka shule ama baada ya hapo, nilipokuwa nikitoka kazini narudi nyumbani, najikuta nimekaa peke yangu, najaribu kuangalia maisha yanavyokwenda pale ni mtaani. Lakini nilikuwa ninajiwa na ndoto nikiwa niko macho, kwamba ni aina gani pengine ya mke ambaye angenifaa, kwa sababu wakati ule nilikuwa huru sana na pengine ningeweza kuishi huko mitaani. Lakini bado nilikuwa nina choices zangu ambazo niliziweka. Sasa fortunately, ilipotokea siku hiyo ya siku kwenda pale kuongea naye na kumuuliza maswali huyo binti, akanipa majibu yaliyokuwa yanafanana na njozi zangu, kwamba ninahitaji binti anayetoka maeneo ya kwetu kule mkoa wa Tanga pale, pengine kama ni Msambani, Mzigua, ni Bondei, wewe Digo, yote ambaye naweza nikakaa tukaongea naye hivi. Hilo lilikuwa limekaa kichwani kwangu. Halafu kwa sababu mimi nimekulia kwenye mazingira ya kanisa hivi, toka niko nasoma huko shule ya msingi, nilikuwa nasoma shule ya kimishonari hivi, nilitamani pia ningeweza kupata mwenzangu ambaye ni Mkristo. Kwa hiyo bahati njema nikamuuliza, wewe jina lako ni Joyce? Ndio, lakini watu wengine wanaweza kuchukua majina alafu ukakuta ana madhehebu tofauti. Bahati nzuri akawa ni Mkristo. Nikazidi kumhoji, bahati nzuri akawa Mwanglikana kama mimi. Kwa hiyo vile vitu vyote vilinisababisha nifumbe macho sasa, kwamba nadhani nikizidi kwenda mbali nitakwenda nje ya malengo yangu. Kwa hiyo hapa nilipopata ndipo hapa. Kama Mungu ameniandikia huyu ndio awe mke wangu, basi nadhani ni huyu, kwa sababu maswali yangu yote niliyokuwa nimejiuliza, mipango yangu yote na ndoto zangu nilizokuwa nazo zote almost zimekaa mahali ambapo nimepapata. Kwa hiyo haraka sana, sikuchelewa kufanya uamuzi kwamba nadhani huyu ndio atakaye kuja kuwa mke wangu. Unajua, nilikuwa kwanza, kwa mara ya kwanza nilikuwa simfahamu. Yeye alikuwa akiniita, wewe ni mtu wa wapi? Anakuja pale kwenye ofisi yetu, mtu wa wapi? Na mimi ni mtu wa Tanga. Mtu wa Tanga, basi mimi kaka yako, mimi niko pia vile pia natoka Korogwe. Natoka wapi? Kama mimi natoka Handeni. Basi ikawa hivyo. Sasa baadaye nikaja kuwa tu akana nisalimia na tumia watu wanapiga simu sana, kana shangaa kaka ukakaga. Basi ndio ikawa hivyo. Baadaye kaelewana, kaanza kuniambia mimi nataka kukuoa nini, lakini kipindi hicho mimi nilikuwa hapana. Kwanza nilikuwa hapana, ila wale kina mama mle ndani, wewe kwa nini unataka kuolewa huyu bwana, ni mtu mzuri, mbona katulia sana, sijui nini na nini. Basi wakawa wanajaribu kunishauri, nilikuwa naona kitu kile kama kigumu sana kwangu kuolewa saizi, miaka hii 19 sijui 20, hapana. Kajaribu kwa wananisihi, bali tu bwana, mbona wewe kijana ni mzuri sana, nini na nini na nini. Basi kaenda hivyo.
baadaye kakubalika hivi. Ni kweli, kwa sababu wakati huo kwanza kumconvince yeye awe mchumba wangu haraka namna ile tumeonana, ilikuwa ni kidogo ni changamoto, kwa sababu yeye pale alikuja kufanya kazi, hakuja pale kutafuta mchumba au mume. Kwa hiyo ilibidi nijitahidi kuzungumza nilivyoweza kuzungumza, lakini niseme tu Mungu pia ana mambo yake makubwa. Katika wamama waliokuwepo pale, nadhani naye alikuwa na, of course wakati siku zimezidi kupita na vitaarifa vimeanza kupenya bwana, naona siku hizi Mdoe haishi kuja idara ya misitu huku, nadhani anamfuatafuata binti fulani. Yuko mama mmoja ambaye anaitwa Mama Mbaruku, and I think huyu mama anaweza tukao naye katika hadhira hii, na kama yupo hapa basi nitamuomba pia asimame mumuone. Yule mama ni mtu mzima na walikuwa wakiishi, ni majirani huko mitaani walikokuwa wakiishi, na bahati njema huyu mke wangu wao walikuwa wanaishi pale Magomeni Quarters kabla hazijavunjwa zile na kujengwa haya magorofa haya tunayoona hivi sasa, zilikuwa nyumba za quarters pale. Basi yule mama alimfahamu, ni mtu mzima na heshima zake, na akamshauri, akamwambia, mwanangu, mjukuu wangu Weba, alipokuwa amemwita akamshauri, akamwambia, well, I think huyu kijana tunamfahamu. Na mimi kweli nilikuwa maarufu pale, nilikuwa kiongozi kwa njia moja hapo nyingine. Mimi wakati ule, unajua, kwenye serikali chama kilikuwa ni kimoja tu. Sasa mimi nilikuwa ni kiongozi, nilikuwa ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa tawi letu la pale Maliasili, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi pale Maliasili. Kwa hiyo nilikuwa nafahamika, lakini pia nilikuwa ni captain wa timu ya mpira. Nilikuwa nacheza mpira mimi zamani, hivi sasa miguu yangu mizito, lakini nilikuwa nacheza mpira na namba yangu mimi ilikuwa ni center half, nilikuwa namba 5. Nilikuwa kitasa kweli kweli, ya mtu hawezi kupita hapo, aidha uondoke na mguu au hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nafahamika, wengi walinifahamu, na yule mama amenielewa, ameridhika nadhani na tabia yangu, basi alimshawishi binti akakubali. Kazi kubwa ilikuwa ni namna ya kwenda nyumbani. Changamoto, babangu alikuwa mkali sana. Kwa mkali sana kipindi hicho, nilikuwa nikikutana naye kule nikienda, ikawa yani wakati mwingine yani hata hivyo yani ilikuwa nyumbani kulikuwa kugumu sana, mpaka nikaamua tu, jamani, ngoja tu bibi huyu bwana nimeamua kumchukua, ngoja tu niolewe. Ndio ilikuwa hivyo. Lakini changamoto na yeye mwenzangu, hapana. Kwa kweli sijui naweza kusimulia ilivyotokea, mpaka na kipindi mimi huyu nilipokuwa na huyu bwana akanipatia picha, ndio siku ilikuwa yeye aliniandikia barua kwamba, bwana, mimi naandika barua kabisa hii kwamba nitakuoa nini na nini na nini. Sasa kulikuwa kuna picha hivi ndogo kama passport size, siku nimelala nikaiweka kitandani. Sasa katika kuondoka, nimeenda kazini, kurudi mama yangu akaniambia tena, urudi huko wala usiingie hapa ndani. Baba amekasirika kweli, huyu mtu ni nani, Mungu wangu. Ikabidi nitoke mbio, nikarudi mpaka kwa nyumbani kwake. Akamwambia, bwana, huko nyumbani kugumu. Akaniambia, lakini mimi si nilikwambia siku zote, kwa nini usingekwenda kusema kwamba mimi nilikuwa nataka kuja nyumbani? Basi kwa kuwa nilimpenda, nilikuwa naelekea huko, nilikuwa nashindwa kusema nyumbani, kabidi tu kubalike hivyo. Kabidi nikamweleza, nikarudi nikamweleza mama, bwana, mama yule mtu yupo hivi na hivi, na yote alikuwa anaeleza mwenzangu. Nikamwambia basi ndo hapo mzee hakuleta tena shida. Ikabidi chumba ukawa, kwa kweli nashukuru ukaenda vizuri. Nilikuwa naogopa kwa sababu alikuwa mkali sana. Sasa ile picha nadhani ndio iliweza kujieleza yenyewe kwamba, bwana, hapa hivi na hivi na hivi, na mimi sikuogopa
kwa sababu huyu mwenzangu alikushaandika barua akanionyesha kwamba mimi nataka kuposa, nikuposa. Akaandika, nikamwambia bwana, sio sasa hivi, kwanza ngoja kwanza, mzee ni mkali mno. Nikaa naogopa sana. Sasa ilivyotokea ile kufumwa picha, nikaona ngoja tu nikubali tu, nimeshajieleza yenyewe. Ndio nikaa yani kumkaribia hivi mzee, kuongea naye kwamba bwana, mimi na mtu hivi, nilikuwa naona kama atanifikiria vitu hivyo. Nyumbani mzee wake alikuwa ni mkali sana. Mzee Stefano Muhina alikuwa ni mkali mno. Hadithi ni ndefu, lakini tizama sasa, kitu ambacho nilikuwa nasema nataka kuwaeleza ni kwamba mimi wakati ninasoma shule ya msingi Magomeni, nikikaa na marehemu mjomba wangu Joseph, yeye akiwa ni mwalimu mkuu wa shule ile ya Magomeni pale, nyumba yake ilikuwa mle mle kwenye compound ya shule. Kumbe pale tulipokuwa tukiishi sio mbali sana na Magomeni Quarters, ambapo ndipo alipokuwa mtu ambaye angekuja kuwa mke wangu baadaye. Na njia ya kutoka nyumbani kwao akitumwa kwenda gengeni kwenda kununua nyanya au nini whatever, alikuwa anapita nje ya nyumba yetu pale. Kwa hiyo kumbe nilikuwa namuona enzi hizo, lakini wakati huo obviously alikuwa mdogo. Marehemu dada yake nilisoma naye darasa moja, kwa hiyo alikuwa akipita pale, na somehow marehemu mjomba wangu na marehemu baba yake huyu walifahamiana katika mazingira ya kishule. Kama mtoto hakuja shule, atakwenda pale, atauliza mtoto ana matatizo gani whatever. Kwa hiyo alimfahamu. Lakini then miaka ilivyopita, basi akawa mambo hayo yamepita. Sasa ilipokuja kwenye swala la uchumba, ninataka sasa kwenda kufanya mazungumzo rasmi, ilibidi nimchukue marehemu baba yangu mdogo mzee Julius Mganga, nikamweleza kwamba mimi bwana nina 1 2 3 4 5. Akaniambia basi bwana Mgosi, tutakupeleka, tutakusindikiza, twende. Nikamchukua, tumefika alikuja yeye kunifuata pale Magomeni Mapipa. Akaniambia sasa mimi naacha gari yangu hapa, twende wa mguu, si hapa Quarters? Nikamwambia yeye twende. Tukao tunatembea. Sasa kadri tulivyokuwa tunasogelea eneo lile, akasema bwana, hapa na watu ambao kama nawafahamu, lakini ni miaka mingi imepita. Basi tukaenda kufika pale, tumemkuta marehemu baba yake huyu anasoma Biblia yake, amekaa nje. Huyu bwana naye niliokwenda naye baba yangu mdogo akasema, hapa ndio tunapokwenda. Nikamwambia ndio. Mbona huyu tumeishi naye pamoja wakati wa ujana wetu, tunatoka sehemu moja. Basi wakaanza kuzungumza kizigua chao pale na kadhalika na nini na nini. In fact mpaka hii habari ya mimi kwamba nimekwenda pale kwa masuala ya ndoa yakawa kidogo yamekaa pembeni. Nilipokuja kuibuliwa hoja hiyo, ikawa imepita bila mjadala. Hapo ndipo nilipoweza kufanikiwa mimi kumpata huyu binti. Ahadi zilifungwa na safari ikaanza rasmi. Mimi kifupi ninachoweza kusema kwamba mimi kama mimi binafsi sina nguvu, maarifa wala ufahamu wowote ule ambao umeniwezesha mpaka leo hii kuishi. Manake maisha ya miaka 50 ni maisha marefu, na katika mazingira ya maisha, watu Waswahili wanasema maisha ni safari ndefu. Lakini pia hata kwenye vitabu vya dini wanasema maisha yetu sisi pamoja na ufupi wake, lakini yana misukosuko, yamejaa taabu na misukosuko ya hapa na pale. Kwa hiyo katika hali halisi ya kibinadamu tumepanda milima na kushuka mabonde, lakini kilichotusaidia sisi, tulizingatia kiapo tulichokila pale kanisani siku ile tuliposema kwamba ninamchukua mke huyu awe mke wangu, nitaishi naye kwa tabu na raha. Na yeye hivyo hivyo akajibu hivyo hivyo kwamba mimi namchukua huyu kuwa mume wangu, nitaishi kwa tabu na raha. Kwa hiyo hata pale tulipofika mahali tumekumbana na changamoto,
nadhani Mungu alitusaidia tulipomuuliza kwamba Mungu, sisi tumefika hapa, tunaendaje? Tulijitahidi, na especially baada ya kupata watoto, mawazo ya ubinafsi wetu yaliondoka. Tukawa tunatizama watoto kwamba je, mimi nikitawanyika nikaenda kushoto na mwenzangu akienda kulia, hii zawadi Mungu aliyotupa hapa tunamwachia nani? Wahangaike kwenda upande wa kushoto, warudi kulia, au mimi nifike mahali nije niseme nimempata mwingine, lakini je, atalea hawa watu wangu kama nilivyokuwa na mwenzangu? Je, watoto watakuwa comfortable? Well, kuna maswali mengi ambayo ndani ya mioyo yetu au ndani ya moyo wangu nilikuwa ninajiuliza, lakini haikuwa ni nguvu yangu. Ninaamini kabisa ni Mwenyezi Mungu ndio aliyekuwa amenisaidia. Hakuna ndoa isiyo na changamoto, lakini mapenzi ya kweli hupata njia. Upendo wake, amenipenda sana, alikuwa amenionyesha upendo mkubwa sana, si kwangu mimi, kwa familia yangu. Yani hivyo, hicho ndio kilichokuwa, yani kwa kweli namshukuru sana kwa hiyo. Amenipenda, amenihudumia, yani sijui niseme nini, sina cha kusema, nitapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kweli nimeishi na huyu baba, hiyo matatizo ndio yapo, yalikuwa si sana kwa kweli. Ninafurahi kwa kweli, niko naye vizuri toka tulipokuwa tumeanza naye, ingawa hapo katikati ndio kunatokea bichana, lakini sio ile ya kusema sijui vipi. Kikubwa sana alikuwa mwenzangu, hii ilikuwa nyingi pombe. Hapo kwa kweli ndio hapo tatizo langu lilikuwa kubwa, ni hilo. Ingawa alikuwa hakai halali nje wala nini, kwenda nyumbani kurudi na tupo, na alikuwa sio kwamba kutoka, lakini alikuwa mnaji sana. Na mimi na mtu na pombe, hapana. Lakini nashukuru toka mwaka 86 maombi haya yanokaa nasaidia, kaacha. Kwa hiyo kacha, tuko vizuri kwa kweli, namshukuru sana Mungu. Mimi ninamkumbuka na naendelea kumkumbuka mke wangu huyu. Kama nilivyoeleza, tulianza kufahamiana wakati tunafanya kazi wizara moja. Yani mimi nilihamishwa kutoka wizara ya maliasili nikahamishiwa ofisi ya Rais. Ilibidi niende mafunzo kwenda course. Kipindi hicho mke wangu ana mtoto mmoja, mtoto wetu wa kwanza. Maisha yalikuwa ni magumu sana, magumu kweli kweli, lakini huyu mama alivumilia mpaka nilipomaliza. Alijitahidi kujipanga na kufanya aliyoweza kufanya mpaka nilipomaliza, na tukaweza kuanza upya. Lakini amekuwa ni wa msaada. Unajua, katika maumbile yetu tulivyoumbwa, kuna mmoja ni hodari sana wa kupanga au wa kufikiria mipango, kuna mwingine ni hodari wa kuitekeleza ile mipango. Sasa mke wangu ni fundi wa kupanga, mimi sio hodari sana. Mke wangu ni fundi wa kupanga, atakuja na wazo, atalileta, tutabishana mpaka tufike mahali basi nalibeba, naangalia namna gani ya kulitekeleza. Na hiyo nadhani nao pia ndio imesaidia kutufanya tuendelee kukaa hivi, kwa sababu tulikuwa tunategemeana katika mambo, na tulifikia mahali pa kukubaliana kwamba sisi tunategemeana, kwamba mimi namtegemea huyu katika hili na yeye anamtegemea mimi katika hili. Kwa hiyo nayo pia nadhani ni mojawapo ya sababu iliyotufanya sisi tuweze kuwepo mpaka siku ya leo. Of course, na Mungu vile vile kutupa ruzuku ya uhai na kutukumbusha kila siku kwamba sisi ni mwili mmoja. Kwa hiyo ndio tufikisha hapa. Nguvu ya ndoa haipimwi kwa ukosefu wa matatizo, bali kwa namna ya kuyashinda. Namshukuru Mungu katujalia kwa kila kitu, mambo mengi sana. Napenda tu upendo wake
tuendelee kuishi maisha zaidi ya hapa, tuongezee Mungu hai, tupendane, yani tuzidi kupendana, yani hata sijui niseme, yani nasikia hapa katakulia hivyo, yani natamani nisimkose. Sasa nikioza mambo mengine najikutaga yani naanza kulia mwenyewe kabla hivyo yani. Mimi ninatamani sana tuendelee kupendana kama tulivyopendana, na kwa sababu tumeshaandika ukurasa wa miaka 50 na sasa tunafungua ukurasa mwingine wa 51 kuendelea mpaka huko tutakakokuwa tumejaliwa, basi natamani pia tujifunze na makosa tuliokuwa tumeyafanya mwanzo. Katika kipindi hiki ni kipindi ambacho tunahitaji mno, tunahitajiana sana. Kwamba kwa mfano katikati hapo tulikuwa na watoto, lakini hivi sasa tumebaki wawili tu. Tunafuga vikuku vyetu hapa, ndio wanaotuchangamsha huko ndani basi, lakini watoto wameondoka. Wajukuu tunawahitaji, wazazi wao wanasema hata sisi mlikuwa mnakataa kutupeleka kwa babu zetu, kwa hiyo na sisi tunakaa na watoto wetu. Sasa kipindi hiki ni kipindi ambacho tunahitajiana sana. Kwa hiyo ninachokiomba kwa Mwenyezi Mungu azidi kunipa uwezo ule ule, na ikibidi zaidi ya kuzidi kuona kwamba hapa ndipo nilipofika, na kwamba bila hapa mimi sijui future yangu itakuwa ikoje. Kwa hiyo, na kwa sababu ningependa kuwa na furaha, basi natamani niendelee kuwa naye ili tubebane hivyo hivyo mpaka pale Mungu atakaposema kwamba sasa jamani, haya yamefika mwisho. Lakini otherwise hilo ndio ninalotamani, kwamba mimi na mke wangu, mimi nizidi kuongeza pendo kwa mke wangu. Kama kuna mahali ambapo nilikuwa nimeteleza katika hali ya kibinadamu, basi nitaendelea kumwomba Mungu na kuungama kwamba sasa basi sitaki na wala sina wazo, ninaanza maisha yangu mapya nikiwa kama vile nimemchukua jana mke wangu, na naomba tuendelee hivyo, na Mungu aendelee kutujalia katika hilo, na kwamba atusaidie kutukinga na yule shetani ambayo siku zote yeye kazi yake. Mungu ameanzisha taasisi hii ya ndoa, na lengo lake ni sisi tuwe pamoja, tuwe wawili kama tulivyokuwa. Ila sasa pamoja na hivyo, kuna kiumbe hiki kinachoitwa shetani ambacho mara zote kazi yake ni kutaka kumgombanisha Mungu na viumbe vyake. Sasa mimi ninazidi kumwomba Mungu katika sala zangu nijitahidi anipe nguvu na uwezo wa kuweza kumshinda shetani kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyomshinda shetani wakati akiwa na njaa ya siku 40. Basi na mimi hivyo hivyo. Upendo wao haukuishia kwao wawili, uliunda kizazi. Maisha yetu ya awali yalikuwa ni maisha mazuri miaka ile. Of course kila zama na mambo yake, lakini sisi tulipooana tuliweza kuanza na changamoto. Kwanza tumeanza na changamoto ipi? Mimi nimeendelea na kazi kidogo pale maliasili, lakini siku tunakwenda kufunga ndoa kulikuwa na zoezi la kiserikali la kupunguza wafanyakazi wa serikali. Kwa hiyo tulikuwa kama ni harusi tungesema kwamba siku ile pengine tungekuwa na hofu nyingi sana, lakini ajabu tulikuwa na furaha kubwa tu, hatukujali nini kitatokea. Basi bahati mbaya ilipotoka orodha ile ikawa imemgusa mwenzangu.
lakini haikutuyumbisha. Ndio nasema kwamba nilishukuru sana kwamba ndoa yetu ile ilikuwa ina baraka zote za Mwenyezi Mungu kanisani pale. Bahati nzuri katika makasisi waliofungisha ndoa, mmoja wapo ni babu yangu mzee marehemu mzee George Baruku alikuwepo. Kasisi aliyotufungisha ndoa pale kanisani alikuwa ni Kiparamoto, naye ni marehemu, lakini mzee George Baruku alikuwepo pale. Alifurahi sana kuona kijukuu chake, maana mimi ndio kijukuu cha kwanza cha hao babu zangu katika ukoo mzima. Mimi sina mtu ninayemuita kaka, sina mtu ninayemuita dada kwa maana ya kunipita umri. Wote mimi wamenikuta na mimi. Kwa hiyo ninashukuru kwamba tumeweza kupata changamoto hiyo, lakini tuliikabili. Lakini baada ya hapo tena ndio kama hivyo kasa nikaenda course. Bahati nzuri mke wangu naye nilimtafutia kazi Air Tanzania, akawa anaendelea, tukaishi maisha yetu hayo mpaka leo hii. Kwa kweli ni mengi tumejenga. Mungu ametujalia watoto, tumewasomesha, tumeishi. Yani sidhani kama kuna shida yoyote mpaka sasa hivi. Toka tulipoanza najivunia sana, sina shida ya aina yoyote, tuseme ule ukweli. Sina, tuko vizuri kabisa. Yani sio kama nasema yani kumsifia au kujisifia, nasema mbele ya Mungu wangu. Mambo moja ni kwamba tumepata watoto wazuri, pata watoto 4. Bahati mbaya mmoja alituacha, lakini watoto wale tumeweza kuwalea katika makuzi mazuri. Hilo la kwanza. La pili ni material benefits, kwamba katika kukaa naye tulibarikiwa. Wakati huo tunaishi kwenye nyumba za kupanga na hatimaye nyumba za serikali, lakini tuliweza kujenga nyumba hii hapa kwa kushirikiana. Hivyo mwenzangu, fanya hivi, punguza kidogo kuvaa magauni na dhahabu hizi, na wewe bwana punguza kidogo kwa viti virefu. Basi tumejenga nyumba na bahati njema sio moja. Tukirudi Korogwe tunafikia nyumbani kwetu. Tukiwa hapa Dar es Salaam tuko hapa, lakini tumebahatika kupata shamba liko hapo Mkuranga hapo wanapoita Mwanambaya. Tuna shamba letu hapo, na ungekuja Jumanne, nadhani Jumanne nitakwenda shamba kwenda kuchukua machungwa. Nimepigiwa simu naambiwa machungwa yamekaa vizuri kabla hayajaibiwa. Lakini hata Korogwe tuna shamba, tuna usafiri ketu kutukimbiza hapa na pale. Lakini bahati njema watoto wetu wanao wamebahatika kusoma, wamebahatika kuoa. Ninao 2 ambao wako Marekani. Mmoja yupo hapa, alikuja muda si mrefu, mwingine ameshindwa kuja kwa sababu ya ratiba za kikazi kule. Wanafanya kazi, walienda kusoma na sasa wanafanya kazi. Tumebahatika kupata wajukuu. Hizo zote ni baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia, na vijukuu vingine vipo hapa vinafanyia fujo hivi sasa, wamefunga likizo. Basi niko nao, nashukuru. Ndani ya miaka 50 kuna maelfu ya tabasamu na hadithi zisizosahaulika. Kwa majina naitwa Hilary Mdoe. Ni hawa wazazi wangu, nimeishi nao, nimezaliwa miaka 43 tangu nizae. Ni wazazi bora, wametulea sisi wote katika mazingira mazuri sana, naweza kusema hivyo. Na hasa baba alikuwa ni mkali sana, kiachana na mama, ila baba alikuwa ni mkali. Ukifanya kosa lolote lile alikuwa asiti kukua zibu, na ndio hicho kitu ambacho mimi ninaweza nikawashukuru kutokana na jinsi walivyokuwa wametulea sisi. Ni wazazi ambao walitulea sisi katika malezi mema, malezi bora, na wametufundisha upendo, kuwaheshimu watu, kutokuwadharau watu, na kuishi na kila mtu katika mazingira yoyote yale. The way walivyokuwa wameishi
Mimi mwenyewe binafsi sasa hizi hapa nina ndoa na mke unaenda mwaka 14 sasa. Kwa hiyo na mimi na imani Mungu akinijalia, akitupa uhai, na tunaweza tukafikia huko walipofikia wazazi wetu. Jina langu ninaitwa Herbert Raphael Mdoe. Kwa sasa ninaishi Marekani. Nimekuja kwa ajili ya shughuli hii ya wazazi kutimiza miaka 50 ya ndoa yao. Wazazi hao wana maana kubwa sana kwa familia yetu kwa ujumla. Kwa mfano, wametulea katika maadili mema na mazuri, na walikuwa wametusomesha hadi hapa tulipofikia. Nimejifunza kuheshimu kila mtu, wakubwa kwa wadogo, vile vile ni kuheshimu kila mmoja. Ni kutokana na wale wenyewe walipolelewa kutoka kwa wazazi wao, na wakahakikisha kwamba sisi tunaelekea tunaiga mfano wao kama vile walivyokuwa wao kutoka kwa wazazi wao, ambao sisi ni mabibi na mababu zetu. Labda si siri, bali ni mchanganyiko wa upendo, heshima na uvumilivu. Marehemu baba yake mke wangu huyu, mara baada ya mimi kumwoa binti yake, akageuka kuwa rafiki, lakini mzazi wa karibu sana kwangu, kwa sababu hata kipindi ambacho mimi nilikuwa nimekwenda kozi na kadhalika, alikuwa yeye ndio anayetembelea nyumbani pale kuja kujua kuna tatizo gani, kuna nini na nini na nini. Lakini pia kwa upande wa nyumbani kwetu sisi, wazazi wangu walinipa maelekezo, walinishauri kwamba ukitaka kuoa pengine ungeoa mke mwenye sifa 1, 2, 3. Na bahati njema sifa zile ndizo zile ambazo nilibahatika kuzipata. Na mara baada ya kumwoa mke wangu mimi nilimpeleka nyumbani, wakampokea. Alibebwa mgongoni na bibi zangu kama bi harusi, ana nema namna hii na vigelegele vingi. Kwa hiyo alafu akakuta anaongea Kizigua kilichowafurahisha sana. Kwa hiyo hatukuwa na tofauti. In fact, to be honest, mke wangu anafahamu mambo mengi sana ya upande wa kwangu kuliko mimi ninapoyafahamu. Ni kwa jinsi ambavyo wamemchukua. Mimi mambo mengi ananieleza yeye, mimi siyafahamu. Kwa hiyo nasema ni bahati, na ndio maana mpaka leo tuko hapa. Uvumilivu kikubwa sana, uvumilivu na upendo, kitu kikubwa sana. Mimi nakiona hivyo, ni kuvumilia. Kweli kuna mengine yalipita, lakini unavumilia kwa kuwa unampenda. Kikubwa sana ni uvumilivu. Vijana wa siku hizi ndio kama hivyo, mtu akichukia, pengine mtu anataka tu kuolewa kwa sababu ya hivi, kwa sababu hivi. Lakini mimi alinioa mwenzangu, kwa kweli tulikuwa kwenye hali ambayo Mungu mwenyewe ndo anajua. Ingawa sikumkuta vibaya sana, kuta sio vibaya sana, lakini kwa kweli nataka moyo. Tumetoka mbali sana. Imagine toka mwaka 75 tulipochumbiana, uchumba wetu haukufika mwaka, tukaoana, tukaishi, ndio tukawa tunaanza maisha, bado vijana wadogo mpaka sasa. Kwa kweli, na hasa kutokana vijana wa siku hizi hawataki yeye kuonekana, manake mambo hii sijui ya nini siku hizi yamezidi kila kitu. Yani mtoto wa kike hakubali kusikia nyinyi mko mnafanya hivi, hapana, mimi siwezi, mimi nyinyi, hapana, sisi siku hizi sisi nyinyi wanajiita sijui nini, sijui kitu gani huko, sijui kwamba nyinyi mlikuwa zamani mambo ya kizezee, sisi kwetu sasa hivi, hapana. Hayo mambo ni ya kwenu nyinyi. Hayo mambo ya nyumbani, ya kuvumilia hivi, ya kufanya hivi, hapana. Tofauti kabisa na nyinyi mlivyoishi na sisi tunavyoishi, ni tofauti kabisa na nyinyi sisi tunavyoishi. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini sana sana uvumilivu na kumpenda Mungu na kusali na kuzingatia yote ambayo mtoto wa kike anatoka nyumbani, inabidi lazima akaelekezwe, bwana natakiwa ufanye hivi, fanye hivi, fanye hivi. Hawazingatii. Nashukuru sana mimi wakati naolewa niliwekwa na watu hasa, mpaka baba kanitumia, nenda nyumbani kwenu Tanga ukaonane na dada zako, ukaonane na watu wako, wakakueleze kila kitu. Kwa kweli kile kitu namshukuru sana Mungu. Mpaka leo baba yangu amefariki, hayupo, lakini kile kilikuwa kitu cha kwanza.
yani najivunia kwa hilo baba. Ilikuwa baba kwa sababu mimi mama alikuwa ameshafariki bado nilipo mdogo sana na miaka 6. Kwa nilikuwa na mama mmoja akaona hapana, niende nyumbani. Kwa kweli niliwakuta wazee, niliwakuta kina mama, waliniweka kadi. Kwa kweli sijaliacha hata neno moja, na sijaacha hata siku moja, na ndio maana nadhani nimefika kama hapa nilipofika kama wao walipokuwa. Miaka 50 imepita, lakini hadithi yao bado inaendelea, na katika kila siku mpya wanaandika ukurasa mwingine wa upendo. Kubwa lililotuwezesha hapa kwanza ni kuangalia huko tulikotoka, wazee wetu walishije, lakini zaidi tumejikita katika kumtumaini, kumtegemea Mungu. Tunasali. Kwa hiyo hata ikija changamoto hivi tunaikimbizia kwenye kusali. Kwa hiyo tumeamini kwamba ukishakuwa unakwenda huko, una mambo mengi sana ambayo kuna makatazo yapo pale, na kuna mambo ambayo unaruhusiwa au yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Hakika ukiyafuata hayo, basi unakuta mengi ya haya yaliyo ya kibinadamu unaweza ukayakabili na hatimaye mkafika huko. Wakina mama wana nafasi yao katika maisha haya ya ndoa. Na Mungu bahati njema amewajalia mioyo ya kuzungumza kilichomo ndani yao. Sisi wanaume tuna tabia ya kufutika jambo, kulifutika. Sasa ukilifutika, ulifutike kwa madhumuni ya kulitanzua, sio kulifutika kwa madhumuni ya kusema ngoja huyu kesho kutwa akisema hivi nitamkomoa na hili. Hapana. Unalifutika kwa madhumuni kwamba nilitafutia solution, na usijali kwamba habari hii kanieleza mwanamke bwana, basi mimi ataniona au jamaa zangu au ndugu zangu wataniona kwamba mimi nimetawaliwa. Maana hiyo ndio concept ya watu wengi, kwamba ukishamsikiliza mkeo basi umetawaliwa. Hapana, mimi hiyo ninaikataa. Nimemsikiliza mke wangu kwa maana ya kutaka maendeleo na mafanikio yetu. Mimi watoto wangu wanafahamu huo mkanda, nadhani nimeutupa kama si mwaka jana, mwaka juzi. Wakikorofisha kitu na mama akija akisema kwamba fulani amekorofisha, wakishaona ninaanza kutafuta kama nataka kufunga mkanda hivi, wanajua kinachofuata ni nini. Kwa hiyo mimi niliwatandika, japo siku hizi ukipiga unapelekwa kwenye haki za watoto, lakini niliwafundisha hivi na wamefuata. Na unajua watoto hawa nimebahatika kuwapeleka nje ya nchi. Bahati mbaya au nzuri, wako Marekani. Wengi wameingia katika mitego ya kuishi maisha ya kule. Lakini hata sasa hivi hapa nikikuitia huyu ambaye amekuja siku 2-3 zilizopita, alikuwepo hapa. Ukimtizama huwezi kujua kwamba huyu anatoka Marekani, utajua huyu niko naye tu hapa. Kwa hiyo ilitusaidia sana. Mimi binafsi sijivunii, isipokuwa ninamshukuru Mungu, kwa sababu kila nikijaribu kupima uwezo huo, halafu nikijaribu kuangalia familia zingine za marafiki zangu ambao nawafahamu, nikiwatizama wao na mimi, sioni tofauti kubwa, ila bahati mbaya zimewakuta huko katika safari hiyo ya maisha. Kwa hiyo ninachoamini mimi kikubwa ni kwamba ni Mwenyezi Mungu ndio ametusaidia, lakini pia amewasaidia watoto wetu kwenda vile ambavyo tulidhani kwamba inafaa kwenda. Mimi ni mkali sana, kidogo imenisaidia sana kabisa. Kali imenisaidia mpaka leo. Siwezi kuacha eti kwa sababu mtoto amekuwa basi akadharau mama, sijui afanye hivi, sijui mama anakuja anataka kuja kunitutumua. Hapana, hiyo kitu nimeikataa. Ingaji mwenzangu kidogo pole siku hizi kachoka, nadhani labda ule lakini mimi hapana.
kwa kweli mimi ni mkali kwa mtoto, siwezi kukubali dharau au kutaka kutoheshimu nini, hapana. Na wao wananijua hivyo. Kwa malezi tulea wanatujali. Kwa kweli siwezi kusema vibaya, wanatujali na wala sijivunii, kiko wazi, wanatujali. Mama akisikia mama unaumwa, mama hapana, atakuja mtoto atafunga safari, hawako hapa, wako nje, atakuja atanichukua tena kwa nguvu, twende mama kaangalia huku, twende tukakutibia hivi. Kwa kweli nimeshukuru sana. Kwa hiyo ili nashukuru mpaka nataka kama pepo. Shukuru sana, wanatujali kwa kweli. Kisichokee kitu kama hivi kipindi cha miaka 50 sisi tulikuwa tutaki, lakini akasema haiwezekani mama, haiwezekani. Kila mtu kakimbia huku mama hivi, na mpaka sasa hivi yani kutu yani ulali maswali tuna mimi ya polisi. Nashukuru kwa hiyo, namshukuru. Miaka 50 ya upendo, safari ya maisha. Siku zetu tunakwenda kufunga ndoa. Kwanza watu kiangalia picha zetu tunashangaa. Harusi za siku hizi watu wanakwenda kwenye kumbi kubwa, wenyewe wapiga picha, master of ceremony na kadhalika. Lakini sisi tuliondoka kwenda kwenye kanisa, tumepanda teksi, tumefika pale, tumefunga ndoa yetu vizuri, tumetafuta teksi nyingine kurudi nyumbani. Tumefika pale, tumefika Magomeni, nyumbani kwao. Hakuna ukumbi, ni nyumbani kama hapo na kwao. Tumeshangilia pale, watu wamepiga vigelegele na nini na... Baada ya pale tukatoka tukaenda zetu Magomeni Mapipa, nyumbani kwangu. Na hapo nilikuwa na rafiki yangu mmoja anafanya kazi Railways, akaja na kikundi chake cha utamaduni cha Railways. Basi wakacheza ngoma pale, wakaimba pale, wametuimbia. Basi waliopata safari miaka hiyo ndio zinaanza wakapata visafari vyao. Nilikuwa na marehemu mjomba wangu Bernard Dr. Singano, akawa yeye ndio mleta vinywaji pale. Kila meza ikipungua, actually hakukuwa na meza, ila mtu akipungukiwa pale basi inapata. Kwa hiyo ni jambo ukilitizama hivi sasa linachekesha kusema kweli, unakaa unacheka. Maisha yetu kwa sasa ni maisha ya kawaida. Tunapata mahitaji yetu bila matatizo makubwa. Tunaishi kwa kutegemea, tunafuga, mama anafuga hapa, anafuga kuku na kadhalika. Mimi ninahangaika na vishamba vyangu huku na kule. Basi maisha yetu yanakwenda vizuri tu. Kwa kweli namshukuru Mungu, naishi maisha ya kawaida kabisa. Yaani yesiokuwa na changamoto. Zipo changamoto ndogo lakini namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu, naisha vizuri tu. Mimi kwa kweli toka nilipoacha kazi kwa mstaafu, najishughulisha na ufugaji. Toka mwaka 89 mpaka leo. Nashukuru Mungu, najishughulisha na ufugaji, ndio niliokuwa nao kwa kweli kwa zaidi. Nilijaribu duka lakini nilikuta hakuna faida ile nilikuwa naipata kama hiyo. Kwa hiyo nimerudi kwenye ufugaji kama kawaida mpaka leo. Kustaafu ni maisha ambayo ni maisha baada ya kazi. Kwa hiyo namna unavyotaka kuishi baada ya kazi, hilo ndio jambo muhimu. Cha msingi ni kwamba usibweteki, ukawa unafikiria ulivyokuwa zamani kazini, kwa sababu kule ulikuwa unapata mshahara na kadhalika. Huku sasa unalazimika kujipangia mwenyewe namna gani utakavyoishi. Kuna kipindi mimi nilidhani kwamba nitakapostaafu ndio sasa nitapata muda wa kupumzika. Kumbe hapana. Hakuna kitu kigumu kama kuwa na kazi zako wewe mwenyewe, kwa sababu huna wa kumtegea, inabidi uzifanye wewe. Na kwa kweli ukitaka kufanikiwa, basi usitege, fanya hiyo kazi kama ilivyo. Kama sisi akina mama, yani inabidi lazima msaidiane, lazima na wewe ukajitume ili muweze kuendesha maisha yenu vizuri tu pamoja na mwenzako.
kama hivi tunavyojiendesha. Unakuta huna wasiwasi aina yoyote hiyo, kwa sababu umeshajiwekea na umeshazoea. Kwa hiyo maisha yanakuwa mazuri tu. Mti huu tumeupanda, zamani palikuwa na mti wa kivuli, lakini baadaye tukauondoa mti ule tukapanda mwembe ili angalau tuwe tunapata matunda. Ndani ya nyumba yangu humu mna miti kadhaa. Kwa mfano kama hapa hivi sasa unaona hapa tuna maparachichi haya yako pale chini, tuna mwembe huu, tuna mfenesi, tuna mnazi, tuna mchungwa. Yote tumekuwa tukiitumia hii kwa ajili ya matumizi yetu sisi wenyewe. Na mwembe wangu huu hapa ni mwembe ambao familia yangu inaujua vizuri sana. Nina mdogo wangu mmoja maarufu, wenyewe tunapaita hapa under the mango tree pub. Basi huwa tunakaa hapa, tunakuja tunabadilishana mawazo na kadhalika. Kwa hiyo ni mahali mashuhuri sana katika nyumba yangu chini ya mwembe huu. Mti huu una mchango kwa sababu huwa nafunga bembea hapa. Basi wanakuja hapa wanabembea, na kwa sababu Dar es Salaam yetu hii inajua kali, muda mwingi wanapenda kukaa hapa, na ndio maana unaona hata majani hapa yanakuwa vigumu kidogo kuota, kwa sababu ndio sehemu yao wanaopenda kucheza. Tuko katika dunia ya utandawazi. Vijana, dunia iko kwenye viganja vyao. Kwa hiyo mara nyingine wameingia kwenye mitego ya kudhani kwamba ndoa ni ile siku ya harusi na kwamba hayo ndio maisha. Kwamba unajua kabla ya kuoana unakuwa yani hupati ka usingizi hivi kila saa, ukimkumbuka mpenzi wako kiroho kinapasuka pa. Na akija pale yani samahani, habari sasa hizi, ngoja nikupe hiki, ngoja hivyo. Na kwamba mtoto wa kiume kavaa suti, rafiki zake wako huku wanacheza, wanafurahi siku ile ya harusi. Mtoto wa kike kavaa shela, rafiki zake nao vivyo hivyo. Lakini wanasahau kwamba ule ndio mwanzo wa maisha, na maisha mazuri au mabaya wa kuyatengeneza ni nyewe wenyewe. Kwa hiyo kama uliingia pale kwa kusema kwamba mimi niingie nikatoe mkosi, basi itakuwa ni hivyo. Wengine ndio wataingia pale anadhani kwamba ndoa yake yeye ni ya kwake yeye na mumewe tu. Ni kweli watu wanasema kwamba basi mtoto wa kiume atatoka nyumbani kwake, atawaacha wazazi wake na yeye ataungana na mwenzake, watakuwa kitu kimoja. Fine. Lakini hao wazazi bado wapo. Bwana, kama hamkuweza kufikiri kwamba sisi kama sio wale wazazi, sisi tusingeonana. So hiyo kitu lazima ikae vichwani mwa watoto, kwamba kama isingekuwa baba na mama wa yule mwenzangu, mimi nisingemuona huyo. Na wewe pia, na wewe kama isingekuwa baba na mama wa huyo mwenzako, wewe usingemuona huyo. Kwa hiyo wazazi wengine kwao wameona ni changamoto. Na katika maisha yetu ya Kiafrika haya tuna extended families, basi kuna washangazi, kuna bibi, kuna babu, kuna kadhalika. Hayo ni maisha ambayo mara nyingi vijana wetu wanayasahau. Wanadhani ni wao peke yao, na pengine wanadhani kwamba ndoa ni ile sherehe wanaofanyiwa ya kunywa, kula, kudance na kadhalika. Wakitoka pale wanaenda honeymoon. Wakitoka hapo, saa zingine mara nyingine unakuta wanatoka kwenye honeymoon, kila mtu anarudi na njia yake. Sasa hilo ni tatizo. Lakini lingine la pili ni kwamba wanasahau kwamba walipokuwa wamependana hivyo, kumbe walikuwa wanadanganyana, kwa sababu walikwenda kanisani wakala kiapo kwa sisi tulio wa Kristo, wakala kiapo. Na katika ndoa ya Kikristo, yule kasisi anayefunga ile ndoa
Akimaliza kufunga ile funguo anaitupa, hakuna ataki kuja kuifungua. Sasa kama hukuyazingatia yote hayo, basi unakuta una matatizo. Kwa mimi nawashauri kwamba usikimbilie kwenda kuoa au kuolewa kabla hujaamua. Ndoa sio fashion, kwamba leo unavaa sketi, kesho kutwa unavaa dera, leo unavaa pekos, kesho kutwa unavaa visuruali vya kubana vile, ukitaka kuvua mpaka mwenzako akuvue. Hapana. Ndoa ni taasisi ambayo inahitaji kwanza ukae uamue, na ukishaamua unasema mwenyewe ndani ya moyo wako kwamba mimi hapa nimefika. Kama nilikosea, basi kosa ni la kwangu, na mimi basi nitabaki hivyo hivyo, na Mungu ukimwekea hivyo, hakika atakulinda.